kuna mambo matano ambayo hayo yanatuathiri sisi wote, yani watu wote wanaathiriwa na hayo mambo matano. Sasa jambo namba moja ambalo linaathiri watu wengi ni mazingira. Mazingira ambayo umekulia, umesomea, umelelewa, hayo mazingira yana athari kubwa katika maisha yako na wewe mpaka vile ulivyo leo. Na ndio maana kuna tabia ambazo unazo kutokana na mazingira ambayo umeishi. Na hizo tabia umekuwa nazo tangia unakuwa mdogo mpaka ulipofikia. Ni tabia ambazo umetengenezewa katika mazingira ambayo ulikuwepo. Kitu namba 2 ambacho kinatuathiri sisi sote ni matukio. Ni matukio ambayo yanatokea kwenye familia, matukio ya kwenye jamii, matukio ya nchi na hata matukio ya kidunia yana athari katika ule ukuaji na maisha ya mtu kiujumla. Kwa mfano, mtoto ambaye kalelewa mazingira ambayo kaona wazazi wake wenyewe kila muda, kila siku ni mapigano. Kuna haya matukio yana athari kwa yule mtoto ambaye anaona hayo matukio ambayo wazazi wake amekuwa kila siku anavyoishi nao anayaona. Kwa hiyo kuna athari ambayo mtoto anaipata, ni either mtoto awe na tabia kama hizo au awe anachukia hivyo vitendo. Ni kama kitu ambacho mtoto mdogo akishuhudia kuwa mzazi wake anauawa au ananyanyasika mbele yake, yule mtu anayefanya hicho kitendo, kikawaida tu mtoto atakuwa na chuki na kuna uwezekano mkubwa sana wa huyo mtoto kuwa katili. Kitu cha 3 ni maarifa. Maarifa tunaasiliwa na vile vitu ambavyo tunavijua na tusivyovijua. Kitu ambacho unakijua, hicho ni tayari unakijua, kwa maana hakiwezi kukuathiri, tayari unakifahamu na unajua jinsi ya kushughulika nacho. Lakini kile kitu ambacho ukijui, hicho kina athari katika maisha yako. Kitu ambacho ukijui ndio kinadharisha kitu kinaitwa ujinga. Ujinga sio furaha, ujinga ni janga na ujinga ni gonjwa. Ujinga ndio unaweza kukupotezea vitu vya muhimu katika maisha yako. Ujinga unaweza kuvunja mahusiano na watu wa muhimu katika maisha yako. Ujinga unaweza kufanya ukagombana na kila mtu aliyekuwa karibu yako. Sasa ili kupigana na hili janga la ujinga ni lazima utafute uwezo wa kuongeza maarifa ili kushughulikia yale mambo. Manake kama una maarifa kuhusu mahusiano, ni lazima tu mahusiano yatakusumbua. Kama una maarifa jinsi ya kutumia lishe bora, ni lazima utakuwa na tatizo la afya. Kama haujui jinsi ya kufanya mazoezi, una hiyo taarifa, lazima tu utasumbuliwa. Sasa cha muhimu ni wewe kutafuta maarifa. Maarifa unaweza kutafuta kwa kujifunza kwa watu wengine, kusoma vitabu, kuhudhuria semina na vitu kama hivyo. Jambo la 4 ni matokeo. Sasa hapa matokeo ni pande zote, aidha ni matokeo chanya au matokeo hasi. Matokeo ya kifedha yana athari kwetu, matokeo ya kiuchumi yana athari, matokeo ya kimasomo yana athari. Ni mara ngapi umeona mtu alikuwa na pesa ikatokea amepata hasara? Sasa baada ya kupata hasara, yale matokeo yaliyotokea ni kwamba yule mtu akaparalyze. Ni watu wangapi ambao tunawafahamu magari yao yalipata ajali na wenyewe wakapoteza maisha. Sasa pia matokeo yana athari kwetu. Ni hivyo hivyo kwa upande wa pili. Endapo mwanafunzi akafanya mtihani huu akafaulu vizuri, mtihani unaofuata ni lazima aweke juhudi ili kufaulu zaidi. Hiyo ni matokeo. Sasa hapo ina faida kwa upande chanya na upande hasi. Lakini kitu cha mwisho na kitu cha 5 ambacho kinatuathiri sisi wote ni malengo. Kila mtu malengo aliyokuwa nayo yanamuathiri katika namna moja ama namna nyingine. Kila mtu malengo yake anafanya awe mtu wa vile ambavyo malengo yake anataka kuwa. Kwa mfano, unataka kuwa mchezaji, ni lazima kuna baadhi ya vyakula usile, kuna vinywaji hutatumia, kuna vitu hutaruhusiwa kufanya kwa namna yoyote kwa sababu malengo yako hayahusiani na hivyo vitu. Pia mwanariadha na yeye ana vitu ambavyo anatakiwa asifanye kutokana na malengo yake.